Jafari aliguswa sana na maneno hayo ya busara kutoka kwa kijana mdogo mwenye cheo cha chini kabisa ofisini. Aligundua kuwa amekuwa akizungukwa na wanafiki wengi wanaomheshimu kwa sababu ya pesa zake na si kwa utu wake. Alianza kuandaa mpango wa mwisho wa kuwatunuku wale wenye heri na kuwafunza somo wale wenye roho mbaya. Alijua kuwa muda wa kurudi kwenye kiti chake cha enzi ulikuwa unakaribia, lakini kwanza alihitaji ushahidi zaidi. Alimshukuru Musa na kumwahidi kuwa wema wake hautapotea bure, ingawa Musa hakuelewa maana ya maneno hayo. Siku iliyofuata, Jafari aliamua kuongeza ugumu wa jaribio lake ili kuona mwisho wa tabia za watu. Alijipaka matope mengi mwilini na kujifanya ananuka harufu mbaya sana kuliko siku zote zilizopita maishani. Alisimama katikati ya njia ambayo wafanyakazi wakuu wanapita wanapoelekea kwenye mkutano mkubwa wa bodi ya wakurugenzi. Alikuwa ameshika karatasi iliyoandikwa maneno ya kuomba msaada wa matibabu kwa ajili ya ugonjwa wa moyo. Alitaka kuona kama viongozi wake wa juu wanaweza kuwa na huruma mbele ya maumivu ya binadamu. Kila aliyepita alijiziba pua na kutema mate chini kwa ishara ya kuchukizwa na hali ya mzee yule. Mkurugenzi wa ufundi, Bwana Rashid, alipita akiwa na haraka huku akizungumza kwa sauti kuu kwenye simu yake. Jafari alimshika mkono kwa upole akijaribu kumwonyesha ile karatasi ya matibabu ili apate msaada wa haraka. Rashid alikasirika sana na kumsukuma Jafari kwa nguvu hadi mzee huyo akaanguka kwenye dimbwi la maji machafu. "Usinitandike mikono yako michafu kwenye suti yangu ya milioni 5, Rashid alifoka kwa sauti iliyojaa ukali mwingi. Alimwambia msaidizi wake amuite fundi wa usafi ili asafishe eneo hilo kwani linatia aibu kampuni. Jafari alibaki chini akiumia, lakini moyoni akijua kuwa Rashid amejichimbia shimo la kupoteza kazi yake. Wakati Jafari akiwa bado amekaa kwenye maji yale machafu, wafanyakazi wengine wa ngazi za juu walikuwa wakicheka. Walikuwa wakimshangaa mzee huyo jinsi alivyokuwa anahangaika kutafuta riziki kwa njia ambazo waliziita ni za kizamani. Walisema kuwa umaskini ni laana na kwamba mzee huyo anapaswa kwenda kijijini kwao akalime badala ya kuomba. Hakuna aliyewaza kuwa mzee huyo ndiye aliyewapa nafasi za kazi wanazozifurahia sasa na kuwapa mishahara minono. Walisahau kabisa kuwa ubinadamu ni jambo la kwanza kabla ya cheo au mali yoyote ile ya duniani. Jafari alirekodi kila neno na kila uso uliokuwa na dharau ili awe na ushahidi wa kutosha. Musa alitokea tena akiwa na ndoo ya maji na dekio kwa ajili ya kusafisha barabara kama alivyoagizwa. Alipomuona mzee yule akiwa lemoa maji machafu, aliacha vifaa vyake chini na kukimbia kumlinda dhidi ya dharau. Alimsaidia Jafari kuinuka na kumpusua vumbi na matope yaliyokuwa yameganda kwenye nguo zake zile za ajabu na kukuu. Musa alionekana kuwa na huzuni kubwa kuona binadamu mwenzake akitendewa unyama kiasi hicho mbele ya macho yake. Alimpeleka mzee huyo kando na kumpa shati lake la akiba alilokuwa ameweka kwenye begi lake dogo la kazi. Jafari alishangazwa na ukarimu huu wa Musa, kijana ambaye alikuwa na mahitaji mengi lakini akatoa alichonacho. "Mzee wangu, pole sana kwa yaliyokupata. Hawa watu wamejisahau kuwa sote ni udungu na tutarudi mavumbini." Musa alisema kuwa yeye pia anapata shida nyingi, lakini hawezi kuacha kusaidia pale anapoweza kufanya jambo zuri. Musa alichukua sabuni yake kidogo na kumpa mzee huyo ili akanawe uso na mikono kwenye bomba la nje. Alimhakikishia Jafari kuwa maisha yana siri nyingi na huenda kesho yake ikawa yenye neema na baraka nyingi. Jafari alihisi moyo wake ukijaa amani na upendo kwa kijana huyu ambaye amekuwa mfano wa kuigwa. Alijua sasa kuwa jaribio lake limefikia tamati na wakati wa kutoa hukumu na zawadi umefika. Jafari alimwambia Musa kuwa amekuwa rafiki wa kweli na kwamba Mungu atamlipa kwa kila tone la jasho lake. Musa alitabasamu na kusema kuwa hafanyi hivyo ili alipwe, bali anafanya hivyo kwa sababu ni wajibu wake. Alirudi kazini kwake kuendelea na usafi huku akipiga mluzi wa furaha licha ya kukosa pesa ya chakula cha mchana. Jafari aliondoka eneo lile na kuelekea kusiko ijulikano ili kujiandaa na kile kitakachotokea siku itakayofuata ofisini kwao. Alivua mavazi yake ya ombaomba na kwenda kuoga akijihisia kama mtu aliyekuwa toka vitani na kupata ushindi. Mpango wa kesho asubuhi ulikuwa tayari kichwani mwake na ulikuwa ni mpango wa kuleta mapinduzi makubwa sana. Asubuhi ya siku iliyofuata, mazingira ya ofisi za Almasi Towers yalikuwa ya utulivu na yenye pilikapilika za kawaida sana. Kila mfanyakazi alikuwa kwenye kiti chake kutegemea kuwa itakuwa siku nyingine ya kawaida ya kupata faida na pesa.
Ghafla, msafara wa magari meusi ya kifahari uliingia langoni kwa kishindo kikubwa na kuwashangaza walinzi na wafanyakazi wote walikuwa. Walinzi walisimama kwa ukakamavu wakidhani ni mgeni muhimu kutoka serikalini au mwekezaji mkubwa kutoka nje ya nchi. Mlango wa gari la katikati ulifunguliwa na mwanamume mmoja mtanashati aliyevaa suti ya gharama alishuka kwa madaha. Yalikuwa ni tajiri Jafari, lakini safari hii hakuwa na ndevu bandalami wala nguo zile zilizochakaa na kunuka harufu mbaya sana. Wafanyakazi wote walikimbia madirishani kumtazama bosi wao ambaye walikuwa hawajaona muda mrefu tangu aende likizo. Kelvin, Sara na Rashid walikuwa mstari wa mbele kumlaki, huku wakionyesha nyuso za tabasamu na upendo mkuu. Walikuwa wakisukumana ili wawe wa kwanza kumsalimia na kumpokea begi lake la kazi ili waonekane ni wafanyakazi watiifu sana. Jafari hakuonyesha tabasamu lolote. Sura yake ilikuwa ya kiserikali na yenye mamlaka makubwa yaliyofanya wote waanze kutetemeka kutamhiki. Aliingia ndani ya jengo huku akitembea kwa hatua nzito zinazotoa sauti kwenye sakafu la marumaru iliyokuwa inang'ara. Hakusalimia mtu yoyote. Aliishia tu kuwakazia macho wale wote waliomfanyia dharau alipokuwa amevaa kama ombaomba. Alipofika kwenye ukumbi mkuu wa mikutano, aliamuru wafanyakazi wote wakusanyike hapo ndani ya dakika 5 bila kuchelewa. Hali ya hewa ilibadilika ghafla, hofu na wasiwasi vilitanda kila upande, kwani bosi hakuwa na kawaida ya kufanya hivyo. Kelvin alijaribu kutoa utani ili kupunguza mtandiko, lakini Jafari alimnyamazisha kwa ishara moja tu ya mkono wake wa uume. Wafanyakazi walikaa kwa unyenyekevu, wakiwa wameshikilia pumzi zao kusubiri kusikia nini kimetokea au nini kitasemwa na tajiri huyo. Jafari alisimama mbele ya ukumbi na kuanza kukagua nyuso za watu mmoja baada ya nyingine kwa umakini mkubwa sana. Alikuwa akitafuta ile sura ya Musa, lakini kijana huyo hakuwa ndani ya ukumbi huo kwa wakati ule. Nimekuwa nanyi kwa mwezi uliopita, nikiishi nanyi, nikila nanyi na kuwaomba msaada kama binadamu muhitaji. Jafari alianza kusema. Watu walianza kutazamana kwa mshangao, wasielewe bosi wao anamaanisha nini kusema alikuwa ombaomba mitaani kwa muda wa mwezi mmoja. Jafari alitoa simu yake na kuiunganisha kwenye projekta kubwa iliyokuwa ukutani ili kuonyesha picha na video za matukio yaliyopita. Video ya kwanza ilionyesha Kelvin akimfokea mzee ombaomba na kumwambia amechafua manukato yake ya bei mbaya mlangoni kwake. Kelvin alihisi jasho jembamba linamtoka, akatambua kuwa yule mzee aliyemdhanaulia alikuwa ni bosi wake mwenyewe aliyemajiri kwa kazi. Ukumbi wote ulikuwa kimya, hakuna aliyethubutu hata kukohoa wakati siri hiyo nzito ilikuwa inafunuliwa mbele ya macho yao. Video iliyofuata ilionyesha Sara akipita kwa dharau na Rashid akimsukuma mzee ule kwenye dimbwi la maji machafu barabarani. Nyuso za viongozi hao ziligeuka kuwa za kijawi kwa aibu na hofu ya kupoteza nafasi zao za kazi kesho. Jafari alielezea jinsi alivyohisi baridi, njaa na maumivu ya moyo kuona wafanyakazi wake wamekosa utu na unyenyekevu kabisa. Alisema kuwa utajiri wake haujajengwa kwa ajili ya watu wenye kiburi, bali ni kwa ajili ya kusaidia na kuinua jamii. Aliwaambia kuwa amegundua kuwa wengi wao ni wanafiki, wanaopenda pesa zake, lakini wanachukia watu maskini wanaohitaji msaada wao. Sauti yake ilikuwa ya mamlaka, ikitetemesha kuta za ukumbi ule na kuingia ndani ya mioyo ya kila aliyekuwepo. Said, mlete yule kijana anayeitwa Musa hapa mbele yangu sasa hivi, Jafari aliamuru msaidizi wake kwa sauti ya upole. Musa aliletwa akiwa na sare zake za usafi, akionekana mwenye hofu na asijue kosa gani amefanya hadi kuitwa mbele. Alipomuona Jafari, hakumtambua mara kwanza hadi pale Jafari alipomtolea lale tabasamu alilompa alipokuwa akimnywesha maji machafu. Musa alipigwa batua na kutambua kuwa yule mzee aliyemsaidia kwa upendo ndiye mmiliki wa himaya hii yote ya Almasi Towers. Alitetemeka na kutaka kupiga magoti, lakini Jafari alimzuia na kumshika mabega yake kwa ishara ya heshima na urafiki mkuu. Tukio hili liliwaacha wafanyakazi wengine vinywa wazi, wakishuhudia muujiza wa ajabu uliokuwa unatokea mbele ya macho yao. Jafari alisimama katikati ya ukumbi huku akimshika Musa mkono kama kiongozi anayempongeza shujaa wa vita ya ubinadamu. Alimtazama kijana huyo kwa jicho la baba na kumwambia ukumbi wote kuwa Musa ndiye mfanyakazi bora kuliko wote. Alielezea jinsi kijana huyo mhudumu wa usafi alivyogawana naye andazi na chai wakati wengine wakimzomea. Musa alibaki amemwaa huku moyo wake ukidunda kwa kasi, asiamini kama kweli alikuwa anazungumziwa yeye mbele ya wakuu hao.
Machozi ya furaha yalianza kumlengalenga kijana ambaye maisha yake yalikuwa ya dhiki na changamoto nyingi sana. Kila mmoja katika ukumbi ule alijawa na husuda, wakijilaumu kwa nini hawakuwa na moyo wa huruma kama Musa. Kuanzia leo, Musa nampandisha cheo na